gerezani, nitaingia magerezani na mitaani, niwaeleze juu ya neno lenye uzima ule wa milele. Nitaingia magerezani na mitaani, niwaeleze juu ya neno lenye uzima ule wa milele. Nitakwenda niwatafute, nitakwenda niwatafute, niwalete kwako Bwana, kondoo waliopotea, waliotekwa na Shetani. Nitakwenda niwatafute, nitakwenda niwatafute, niwalete kwako Bwana, kondoo waliopotea, waliotekwa na Shetani. Barikiwe mchungaji. Wanakwaya, mbarikiwe sana. Kati ya nyimbo ambazo nimebariki sana kwenye kambi hili ni pamoja na huo wimbo. Nimeona mchungaji naye kavutiwa, kaamua kujiunga na kwaya. Sijajua naimba sauti ya ngapi. Watu wa Mwaya, Mungu awabariki sana. Makambi mtaa wa Mwaya, kambi la Iputi 2026. Watu wa Mwaya kwa kweli, tamani hata mngekuja kwetu kule Kilombero. Mungu awabariki sana. Haya, fungu letu kuu linasemaje? Hivi hawa ndio wenye kambi au ni hawa? Haya, watu wenye kambi la Iputi. Fungu la kariri 1, 2, 3. Moja, mbili, tatu. Basi muonapo mambo haya yanzapo kutokea, changamkeni na kuvinua vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umefanya nini? Mambo hayo yapi? Mambo hayo yapi? Kitabu kile cha Yohana sura ya 14, neno la Mungu linasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia,
maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niukaribishe kwangu, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Kitabu kile cha Ufunuo sura 21. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hakuna bahari tena. Nami nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka kile kiti cha enzi kisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, na atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mstari wa 16, na ule mji ni wa mraba, na marefu yake ni sawa na mapana yake. Akaupima ule mji kwa mwanzi, ulikuwa kama maili 1,500, marefu yake na mapana yake, na kwenda juu kwake ni sawa. Mstari wa 18, ule ukuta ulikuwa umejengwa kwa yaspi, nao ule mji ulikuwa dhahabu safi kama kioo, na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, wa pili samawi, na tatu elkodi na zamaradi, na watano saldokoni, na wasita akiki, na wasaba krisopo, na 11 ikianso, na 12 amesto, na milango 12 ni lulu 12, kila mlango lulu moja. Na njia ya mji ilikuwa ni dhahabu safi kama kioo. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana mwana kondoo mwenyewe ndiyo hekalu lake. Yesu aliishi hapa duniani akiwa pamoja na wanafunzi wake, akafanya kazi kwa takriban miaka 3.5. Lakini Yesu akawaambia, yafaa niondoke, lakini sitawaacha yatima, nitawaletea msaidizi, ndio Roho wa kweli. Wanafunzi wakawa katika hali ya kuhuzunika. Yule mwalimu waliyempenda, ambaye alikuwa akiponya watu, akifufua watu, akiwapa watu chakula, akitoa maneno ya faraja, sasa hawatakuwa naye tena. Lakini Yesu akawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na maana nyumbani kwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningali waambia, maana naenda kuandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kama sivyo ningefanya nini? Ningaliwaambia. Na Yohana anaona kabisa mji wa Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umepambwa kama bibi harusi. Ule mji una milango 12. Tulisema kwamba katika ule mji 12 watapita makabila 12 ya wana Israeli. Israeli hii ni Israeli ya kiroho. Kweli wale 144,000 ambao watakutwa hai Yesu atakaporudi watapita katika hayo malango. Lakini ukweli ni kwamba kabila 12 za wana wa Israeli zinawakilisha tabia za watu leo. Mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Reubeni. Reubeni alikuwa na tabia ya uzinzi, lakini alikuwa na tabia pia ya ubinafsi. Biblia inasema katika ile Mwanzo 49 kwamba alikipanda kitanda changu. Reubeni alizini na mama yake, miongoni mwa wake wa mzee Yakobo. Yakobo alioa wanawake wawili, mtu na mdogo wake, lakini kana kwamba itoshi, akaoa usigeli wa mke wa kwanza, lakini pia akaoa na usigeli wa mke wa pili. Kwa hiyo akaoa na wake 4. Reubeni alikuwa ni mzinzi, alizini na mama yake. Kwa hiyo wazinzi mlango wao uko katika upande wa Reubeni. Utakapofika mbinguni, ukipita katika ule mlango wa Reubeni, malaika wanasema huyo mtu bwana alikuwa ni mzinzi sana, Mungu akambadilisha akawa na tabia kama ya Reubeni. Wazinzi wote jamani, mlango wenu ni katika upande wa Reubeni, wazinzi wote. Lakini katika yale makabila 12 kama tunavyojua, Yakobo alikuwa na watoto 2 wa kiume, baadaye akachukua watoto 2 tena wa Yusufu, akawa na watoto 14. Lakini katika watoto 14, Dani pamoja na Ephraim wamepotea.
Kwa Dani na Ephraim wanawakilisha wale watu ambao watapotea. Dani pamoja ni baraka yote aliyokuwa amepata, nawakilisha Waadventista wa Sabato waliopata fursa ya kujua ukweli wa neno la Mungu, lakini wakapuuzia, hawakujali, watapotea, na badala yake nafasi zao zitachukuliwa na watu wengine kutoka madhehebu mengine ya Kikatoliki, Pentekoste na kadhalika, Waislamu. Manase anawakilisha mtu anayechukua baraka za Mungu. Kwa hiyo kuna mtu mwingine atakuja kuchukua nafasi yako. Kwa hiyo kila mtu atapita katika mlango wake. Lawi na Simeoni walikuwa ni wauaji wote, wasengenyaji, waliovunja ndoa za watu, waliosababisha mafarakano, watu wakagombana. Mlango wenu utakuwa kwa Lawi na Simeoni. Sasa Biblia inasema Yohana akaonyeshwa ule mji ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, mji wa Yerusalemu umepambwa kama bibi harusi, na barabara zake ni za dhahabu. Kilo moja ya dhahabu katika soko la dunia ni milioni 380. Na Biblia inasema ule mji mapana yake na marefu yake ni sawa, na kwenda juu ni sawasawa maili 1500, ni sawasawa na kilomita 2500. Kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza ni kama kilomita 1200. Kwa hiyo ule mji upana wake ni sawasawa na kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza na kurudi. Hayo ni mapana ya mji, lakini kwenda juu pia ni sawa na urefu na mapana, kilomita 2500. Alafu barabara ni za dhahabu. Sasa fikiria kwamba barabara yenye kilomita 2500 inahitaji tani ngapi za dhahabu? Ile gari kubwa lile Dar es Salaam wanaitwa Mende lina tani 40, kilo 1040. Hivi kuna mtu anaweza akapiga mahesabu milioni 380 mara kilo 1040, hivi unaweza kupata ni shilingi ngapi? Sasa fikiria kwamba zinahitajika mende ngapi katika hiyo barabara yenye urefu wa kilomita 2500. Mimi sijawahi kusikia mahali popote duniani mahali ambapo kuna barabara iliyojengwa kwa dhahabu. Labda wanakuwa nyinyi mmewahi kusikia, inawezekana umetoka kidogo, au wale watu wa ChatGPT labda wameingia huko, au watu wa Google ukaona kuna mji fulani angalau una kilomita 1 tu. Mimi sijawahi kusikia, hata Marekani hakuna mji ambao barabara zake ni za dhahabu. Alafu fikiria kwamba ule mji kilomita 2500 kwenda juu, yaani kuna jengo lenye urefu wa kilomita 2500. Ile ndege ya Boeing kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza inatumia saa 1 na dakika 45, inaenda kilomita 700 kwa saa, inafika Mwanza inatumia saa 1 na dakika 45. Sasa jiulize, mpaka wewe unafika gorofa la mwisho kabisa kule, hivi utakuwa unakwenda kwa ndege, utapaa, au utakuwa unatumia lift kupanda juu? Labda wenzangu, inawezekana kuna vijana hapo wachungaji wa kisasa, labda mmekusikia kuna jengo hapa duniani lenye urefu wa kilomita 2500. Mimi sijawahi kusikia, hata ukigoogle sidhani kama kuna hilo jengo. Hata lile World Trade Center lina mita sijui ngapi, sijui mita kwenye mita, nafikiri si 200, kitu kama hicho. Alifika hata kilomita 1, maana kilomita 1 ni mita 1000. Yaani viwanja vya mpira vingapi? 10. Kiwanja kimoja ni mita 100. Hata kilomita 1 hakuna duniani jengo lenye urefu wa kilomita 1. Sasa mbinguni kuna magorofa yenye urefu wa kilomita 2500, alafu barabara zake ni za dhahabu. Alafu Biblia inasema kuna mti unazaa aina 12 za matunda, na hapa tuna mtaalamu wa kilimo. Mzee, ushaona mti hapa duniani unazaa aina 12 za matunda? Hata unaponya budding, kuna budding hakuna. Sasa kule mbinguni kuna mti unazaa aina 12 za matunda, machungwa, maepo, mapesheni, sijima kwa manga, manini, aina 12, mtu mmoja.
Sasa Yesu anaposema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niamini na mimi, nyumbani mwangu kwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Yesu anasema kwa msisitizo, kama sivyo ningefanya nini? Ningeliwaambia. Na anachosema anamaanisha, kwa maana kwamba katika dunia yetu hii dunia ni sayari, ni miongoni mwa sayari zilizoko huko angani, ziko 9, sijui kama zimepungua au zimeongezeka, lakini kwa jiografia yetu ya zamani ambayo sisi tumesoma zamani, watoto wa SLP, sasa hivi ni nyinyi watoto wa kidijitali, mnaitwa Gen Z, inawezekana labda zimeshaongezeka. Lakini kwa jiografia yangu ya zamani ni kwamba sayari ziko 9, alafu zinamilikiwa na jua, na dunia inapojizungusha kwenye muhimili wake. Hebu waje watu watatu kama watatu. Changamkeni basi watu waikuti. Mpaka niwape hela jamani. Sasa Biblia inasema, Paulo anasema Yesu alipotoka hapa duniani alichukuliwa mpaka mbingu ya ngapi? Mbingu ya 3. Kwa hiyo mbingu ya kwanza ni eneo hili ambalo linakuwa na solar system, yaani kuna jua pamoja na nini, pamoja na hizo sayari 9. Hiyo inaitwa solar system. Sasa kutoka kwenye solar system unakuta kuna kitu kinaitwa galaxy. Sasa tuchukulie kwamba hii ni dunia, sawa jamani? Hili nini? Ni dunia. Sogea kidogo. Alafu hili ni jua, sawa? Kwa hiyo dunia yetu hii inapojizungusha katika muhimili wake tunapata nini? Tunapata kitu gani? Usiku na mchana. Kwa hiyo dunia wakati inajizungusha katika muhimili wake, lakini pia inalizunguka nini? Jua. Mzee, jizungusha katika muhimili hapo lizunguke jua. Jizungushe baba. Zunguka sasa, unaendelea. Sio hivyo. Unazunguka hivi wakati unaendelea hivi. Haya, endelea na kazi. Sio hilo, sio huko, sio jua hilo. Haya. Kwa hiyo hii dunia inapojizungusha katika muhimili wake tunapata usiku na mchana, na inapolizunguka tunapata majira ya mwaka mzima. Sasa ili jua hili letu tunaloliona, sawa, ni nyota kama nyota zingine unazofanya nini, unazoziona. Tumeelewana jamani? Sasa hii nyota inamiliki sayari 9, na hii nyota iko ndani ya galaxy. Galaxy yetu hii inaitwa Milky Way Galaxy. Galaxy iliyoko jirani na sisi inaitwa Andromeda. Ndani ya galaxy moja kuna nyota bilioni 200. Kwa hiyo kwa lugha rahisi, kwa lugha isiyo rasmi, kwa Kiswahili chetu cha Kisukuma tungeweza kusema hivi, kuna majua bilioni 200, ndio ungenielewa, si ndio jamani? Yaani kwenye galaxy moja kuna nyota bilioni 200. Yaani kwenye galaxy moja kuna majua bilioni 200. Sasa tupige hesabu. Kama galaxy moja ina nyota bilioni 200, alafu kila nyota ina sayari 9. 9 mara bilioni 200 unapata ngapi? Hesabu janga la kitaifa. Trilioni 1.8. Sasa dunia hii ina wakazi takriban bilioni 8. Sasa tuchukue trilioni 1 kugawanya kwa bilioni 8 unapata ngapi? Trilioni 1.8 kugawanya kwa bilioni 8 unapata ngapi? Hesabu janga la kitaifa. Kwa hiyo utagundua ni karibu 20, ni mara 20, sawa? 20 mara 4 ni 16. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba wakazi wote wa duniani hapa, wote tulioko hapa duniani, Mungu ana uwezo wa kutupa kila mtu sayari zake 20. Yaani sio kijiji, sio mkoa, sio wilaya, sio nchi, sayari 20. Ndipo utagundua kwamba utajiri wa Mungu unatisha. Alafu ulewe
leo wewe mshiriki uliyekuja hapa katika kambi la Iputi, Mungu anakutaka utoe tu sadaka ya shukrani 20,000, BP na sheri zinapanda. Wakati mwingine Mungu anakutaka utoe tu buku 2 kununua kitabu ili mtu fulani aokolewe, na uko tayari. Alafu leo eti mtu hauko tayari kutoa hata eka moja tu kwa ajili ya kazi ya Mungu, tujenge kanisa. Una maekari 100 lakini mpaka tukubembeleze, baba mtu wa Mungu, tusaidie baba, nataka ekari baba. Baba, tunaomba baba, mtu wa Mungu, tusaidie baba. Tunataka kujenga kanisa baba. Na una ekari 100. Alafu kanisa la Mungu kaardhi tunajenga kwenye kanisa karobo heka. Umebarikiwa na mang'ombe mengi. Na tunaomba kang'ombe kamoja tuchinje hapa, tufurahi, tunywe supu ya kuku, tufurahie kambi. Na uko tayari kutoa kang'ombe kamoja, hata kakuku. Sijaona nataka mwashiriki watu wa Mungu wamechinja. Natembelea sana kule jikoni. Sijaona nataka kuku kanaangaika kupigania roho, kanataka ukimbia kama ile mama alikuwa ananielezea kule. Sijaona. Sasa fikiria kwamba katika hali kama hiyo, alafu tunataka kwenda mbinguni. Mbingu ipi? Na tunasema nitakwenda nikimsubiri nani? Yesu. Huyo Yesu unamsubiri na mwaya, unamsubiri hapo mwaya au Ifakara? Mtu mmoja alipokuwa anaambiwa kwamba aelezee uzuri wa mbinguni, kwamba anaweza akalinganisha na kitu gani au na mji gani hapa duniani, akasema kulinganisha uzuri wa mbinguni ni sawasawa na kulinganisha shimo la choo na jiji la London. Angalau kidogo ndio unapata angalau ulinganifu kidogo. Sasa haya mema yote Mungu amewaandalia watu wake. Kwa hiyo ni kwamba sasa hapa tuna solar system, tuna dunia pamoja na sayari zake, tuna magalaxy. Sasa haya yote yanazunguka mbele ya kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Yote haya magalaxy. Sasa kama nilivyosema, galaxy yetu hii inaitwa Milky Way Galaxy, na galaxy iliyoko jirani na sisi inaitwa Andromeda. Sasa ziko billions and billions of galaxies, na zote hizo Mungu anazicontrol. Hizo sayari zinazunguka, hayo majuu yanazunguka, magalaxy yanazunguka na yajayo kugongana. Jamani, Mungu anatisha watishi. Sasa leo mtu wa Mungu, leo katika kambi hili Mungu amepanga kukuandalia mema. Inawezekana wengine hata mjafika hata Dar es Salaam. Mimi angalau nimetembea kidogo, hata sijafika Ulaya, sio wachungaji wenzangu, angalau nimefika Nairobi, nimefika hata Kampala kidogo na Dar es Salaam. Mwenzangu na mimi labda umetoka Mwandoya au Sanga Mwarugesha ukaishia Morogoro ukaja hapa Iputi. Sijitahidi ufike mbinguni jamani. Ujashangata magorofa ya Nairobi, gorofa refu unaona kama lina dance hivi, kumbe hamna, ni macho yako. Sasa hujafika hata Nairobi, ujitahidi ufike mbinguni. Uliona hata barabara ya rami, uliona tu wakati ukiwa kwenye basi. Inawezekana hujakanyaga hata barabara ya rami. Kwa nini usijitahidi ufike mbinguni, barabara za dhahabu? Na Biblia inasema kule mbinguni hakuna magonjwa, hakuna polisi, hakuna maombolezo, hakuna kilio. Ile sijajua kama kutakuwa kuna choo. Maana tutakuwa tunakula. Sijajua kama kutakuwa kuna choo. Na kama ukienda chooni sijajua kwamba hicho kinyesi kinatoa harufu au inakuwaje. Lakini Biblia inasema mbinguni hakuna polisi, hakuna magereza, hakuna mahakama, hakuna kilio, hakuna mazishi, hakuna maombolezo, hakuna huzuni, hakuna machozi. Wala hakuna hekalu, wala hakuna taa. Iwe ya chemuli, iwe ya koroboi, hakuna hekalu. Maana mwana kondoo yeye ndio nini? Ndio hekalu. Yona kuona, maana alimuona mwana kondoo mwenyewe ndio nini? Ndio hekalu. Na kila kitu kilichokuwepo katika hekalu kilikuwa kinamwakilisha nani? Kinamwakilisha Yesu Kristo.
Sasa watu wa Mungu, watu wa Iputi, watu wa Mwai, tuko tayari kwenda mbinguni? Tuko tayari kutoa mali zetu kwa ajili ya kazi ya Bwana? Maana kule mbinguni hautaenda tu kwa sababu ulishinda dhambi. Watakaoenda mbinguni ni waliofanya kazi ya Mungu, kama waimbaji walivyokuwa wanafanya nini? Wanaimba. Hautaenda mbinguni kwa sababu ulikuwa unasoma sana lesoni. Hautaenda mbinguni kwa sababu ulikuwa unakariri sana mafungo ya kukariri. Hiyo biashara hamna. Wanaenda mbinguni ni watu waliofanya kazi ya nani? Ya Mungu. Watu waliopata fursa ya kuokolewa, wakaitumia fursa kuwasaidia watu wengine nao wafanye nini? Waokolewe. Sadaka yako unayoitoa leo ni kwa ajili ya mtu fulani kuokolewa. Kitabu unachokitoa leo ni kwa ajili ya mtu fulani kuokolewa. Huduma yote unayoifanya kanisani ni kwa ajili ya mtu fulani kuokolewa. Umefanya jitihada gani wewe mwanakambi hili, kambi la Iputi, katika kuwasaidia wengine waokolewe? Au wewe ndio umekuwa kikwazo cha kuwafanya watu wengine wasiokolewe? Manase anachukua baraka za mtu mwingine. Dani na Efraim wanapotea. Je, katika kambi hili utakuwa ni Manase au utakuwa ni Dani? Katika kile kitabu kinaitwa Dhiki Kuu Inakuja Lakini Kuna Tumaini, Ellen White anasema watu wengi watasema tulikuwa tunajua utakuja, lakini hatukujua kwamba unakuja haraka hivi. Waadventista Sabato, masomo haya yote wanayofundisha wachungaji wanayachukulia poa. Usichukulie poa. Unabii unatimizwa na Yesu anakaribia kurudi. Ni jambo la kushukuru Mungu tu kwamba katika kipindi hiki tunaishi katika kipindi kinaitwa multipolar. Tumetoka kwenye kipindi kinaitwa unipolar. Kwa hiyo kuanzia mwaka 1991 pale Soviet Union ilipodondoka, taifa la Marekani likawa kama kiranja wa dunia, linatoa amri kwa mataifa yote duniani na wote wanataka kutekeleza. Lakini kuanzia kwenye mwaka 2016 hapo mataifa mengine yakaanza kujitafuta kama China, na sasa hivi tunaona Irani na Russia kaanza kujitafuta tena kujijenga upya, na sasa tuna mataifa mengine yenye nguvu kama Irani, taifa ambalo lilikuwa litegemewi kwamba limemtisha Marekani, mpaka sasa hivi Marekani amechanganyikiwa juu amfanye nini. Tuna taifa kama China lenye nguvu za kijeshi na kiuchumi, tuna taifa lenye nguvu za kijeshi kama Russia. Kwa hiyo nguvu ya Marekani imepungua, lakini kwa mujibu wa unabii ni lazima Marekani aibuke kuwa kidedea kama taifa lenye nguvu za kijeshi na taifa lenye nguvu za kiuchumi, na itakapofikia hapo atakuwa ni kama kiranja wa dunia, na chochote atakachoamrisha kitatekelezwa, na amri ya Jumapili itatangazwa, na baada ya hapo amri ya Jumapili kutangazwa katika taifa la Marekani, baadaye itatangazwa katika ulimwengu mzima, na baada ya hapo kitakuwa kipindi cha kutoa kilio kikuu, na injili itahubiriwa dunia nzima. Na Yesu alisema na habari njema ya ufalme itahubiriwa duniani kote kwa ushuhuda katika mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapofanya nini? Yesu hakusema mpaka kila mtu awe Mwadventista Msabato. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo utagundua kwamba kule mbinguni mafisadi hawatapata fursa kuingia mbinguni, kwa sababu kama mafisadi wangeruhusiwa kwenda mbinguni, wangechukua sururu na nyundo na kugonga waibe dhahabu za mbinguni wakauza. Unamuuzia nani? Kila mtu tajiri. Maana mbinguni hakuna maskini, kila mtu tajiri. Bwana tubariki katika jioni ya leo tunapotafakari ujumbe huu kwamba sisi tulioko hapa duniani Mungu wetu ni tajiri, na kama Mungu wetu ni tajiri, sisi hatupaswi kuwa maskini. Na kama sisi ni matajiri, Mungu tunapaswa kumtolea vitu vingi kwa sababu yeye ni tajiri. Na hata hivyo Mungu anakula nyama, Mungu anakula wali.
Nasikia Mungu anakulaga wali. Unaongea na watu hao? Mungu anakulaga nyama. Kwa hiyo utagundua vitu vyote tunavyotoa sio kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya wokovu wetu sisi wenyewe. Maana Mungu alichakula. Kwa hiyo chochote tunachokifanya hapa duniani ni kwa ajili ya faida yako mwenyewe na familia yako, ili uweze kufanya ni kuokolewa. Mungu anahitaji kuokolewa? Yeye anatuokoa, hahitaji kuokolewa. Mungu alichakula. Kwa hiyo ng'ombe wako utakapotoa, mchele utakapotoa, mahindi utakayotoa, ingawa tunasema kweli ni kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kwa namna moja nyingine ni kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu wenzetu wafanye nini? Waokolewe. Unajisikia furaha gani kama utafika mbinguni alafu jirani yako amepotea? Unajisikia furaha gani kama utafika mbinguni alafu ndugu yako amepotea? Unajisikia furaha kiasi gani utakapokuwa umefika mbinguni alafu wazazi wako wamepotea? Mbinguni utakuwa na furaha? Hapana. Kwa hiyo jioni ya leo ninatoa wito, wale wote ambao wameandaa sadaka zao walete hapa sadaka za vitu. Kama una ng'ombe nyumbani utakuja hapa mbele utaandikisha, jamani, nina ng'ombe 2, 3, mmoja, kesho tutakuja kumchukua hiyo ng'ombe. Sogeni hapa mbele. Kwa mfano kama ni ardhi huwezi kuibeba ukaja nayo hapa, ile utakuja hapa mbele utasema, mchungaji, mimi natoa 2. Inawezekana ni ardhi tu au ni shamba la mikorosho, michungwa, maembe na kadhalika. Na mashemasi wasogea hapa mbele, mashemasi kwa ajili ya kukusanya vitu na kuandika hizo ahadi. Na kama kuna mtu ana pesa taslimu, basi mashemasi mnaweza mkatoka mkaenda kuchukua vitu vyenu kwenye mahema yenu, mwenye mahindi, mwenye mchele, mwenye maharage, mwenye chumvi, sukari na kadhalika. Jamani, nimesema hata ni kama ni punje 2 za mahindi lete. Kweli hamna kitu chochote huko majumbani kwenu, hata sado moja ya mahindi, hata sukari 1/2 kilo, hata mtama pishi moja, hata kakuku, hata mayai 2, hamna kweli? Ukisema hauna, Mungu kweli atakunyima mwaka mzima, hautapata. Jamani, nyinyi mnaotoa mtabaki huku ili tuhitimishe kwa ombi, kwa kuombea baraka za Bwana. Wale wote wenye sadaka za vitu mtabaki huku mbele kwa ajili ya kuombea. Na kama unajua kuna kitu ambacho hakiwezi kubebeka, basi unaweza ukaandika, tukaja nyumbani kwako, kama ni shamba, kama ni ardhi, kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, lakini kama ni kuku unamleta hapa mbele.
Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine siku ya leo, siku ya kesho, kabla kambi haijaisha, unaweza kumuona mchungaji wa mtaa ukasema mimi natoa ardhi eka moja kwa ajili ya kazi ya Bwana. Lakini kuna mtumishi wa Mungu amesema analeta kuku kwa sababu ya umbali, basi atamleta baada ya kambi, ataingizwa katika sadaka ya kambi ya kushukuru Mungu. Basi wale wanaokuja, kama bado kuna vitu vinakuja, tufanye haraka ili tuweze kuhitimisha ombi kwa ajili ya watakatifu wa Mungu waliotoa vitu kwa leo. Kama kuna mtu mwingine ana kitu lakini mpaka arudi kwa mzee akamuulize, basi unaweza ukarudi nyumbani mkaongea na mke wako, kama inabidi mjadiliane au mume wako. Siku ya kesho bado mlango uko wazi, unaweza ukasema kwamba utatoa kitu fulani kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wanadamu wengi wameziacha sheria zako Mungu wa milele, wameziacha sheria zako, wamefuata maagizo ya wanadamu, na wageuke wasishike sheria zako. Ni ngome yangu, sheria zako Bwana. Pastor Imani Wilson, karibu waombee watu wa Mungu wapate ombi la baraka, wale wote waliotoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa ajili ya watoto wako wametuletea dhabihu mbele zako. Tunakusihi kwa kila iliyotolewa kwa moyo wa shukrani na upendo, Yesu pokea au kubariki mtoto. Ili kiwa kuna mahala ambapo kuna mapungufu katika vile ambavyo watoto wako wametuletea, samehe, na usiku wa leo ukawe ni usiku wa kukumbusha na kufundisha zaidi, ili katika ibada ya kesho Bwana watoto wako watakutolea kwa uaminifu. Ikiwa kuna vilivyobaki katika malango ya watoto wako, Yesu ninakusihi kawakumbushe, kila mmoja kaone faida au salama kuleta kwako, ili laana ziondoke majumbani mwa watoto wako, ili kutokuwa na ulinzi kusionekane, bali wewe ukatawale katika maisha ya watoto wako. Kwa Bwana nakusihi kwa namna pekee watoto wako, kwa sababu wamejali kukuletea kwa mioyo ya shukrani, ahadi zako zikatimizwe katika maisha yao. Hata tunapomaliza kambi hili Bwana, nakusihi kwa namna pekee tukalimalize tukiwa ni watu tuliopokea ushindi utokao kwako na baraka tele zitokazo kwako. Tunapopenda kupumzika katika jioni ya leo, kuwa pamoja nasi. Mtoto wako mchungaji Mumbara mtumie tena kwa ajili ya kesho na kwa siku nyingine iliyobaki katika siku ya Sabato, ili Bwana, ikiwa kuna jambo limesalia ndani ya mioyo yetu, inawezekana tumeendelea kupuuza, inawezekana tumeendelea kuona kawaida, lakini Bwana nakusihi tena ukalete utisho wa neno lako katika siku ya kesho na nyakati zijazo, ili tukawe waaminifu na watiifu kwako Mungu wa milele. Neema yako na upendo wako viwe nasi sasa na hata milele. Naomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen. Basi mashemasi, mtapata majina ya watu waliotoa vitu hivyo, mtaandika majina na kiasi kilichotolewa, na vile vitu vitauzwa kesho au siku yote ili kujua thamani yake.
kulingana na kilichotolewa kwa kushirikiana na mchungaji. Bwana awabariki, tuwe na jioni njema na mlo mwema. Niwatakie kila laheri na baraka za Bwana tele. Panapo majaliwa, tuonane kesho.